kuota ndoto na kula chakula kuna maana mbili. Unapoota ndoto na kula chakula, maana ya kwanza, chakula kibiblia, kwa sababu tunatafsiri maandiko kibiblia, tunatafsiri ndoto pia kibiblia. Chakula kibiblia ni neno la Mungu. Kwa hiyo unapoota ndoto unalishwa chakula, kabla ya kufikiri kwamba ni mashambulizi, kuna aina ya ndoto. Unapoota ndoto na kula chakula, inamaanisha neno ambalo unalisikiliza kwenye masikio yako, madhabahu ambayo upo. Hasa itategemeana. Kwa mfano, kuna watu ambao wanaotaga ndoto analishwa chakula na ghafla anakuta anakosa amani. Maana yake eneo moja wapo ambalo huyu mtu anatakiwa kuomba ni kuomba juu ya neno la Mungu ambalo analisikia kwenye masikio yake. Sio kila madhabahu unatakiwa kujiconnect nayo kusikia neno la Mungu. Sio kila mtumishi unatakiwa kusikiliza kile kitu ambacho anakihubiri na kufundisha. Na hiyo haimaanishi kwamba, naposema namna hii inamaanisha kwamba usisikilize watumishi. Lakini kuna mahali unaweza kujiconnect na fundisho fulani na ukashangaa unapitia vita fulani ya kiroho. Kwa hiyo njia mojawapo ambayo Mungu anaweza kutumia kukusemesha ni kupitia ndoto. Unasemeshwa kupitia ndoto kwamba chakula cha kiroho ambacho unakula kina shida mahali. Bwana Yesu asifiwe. Na maana nyingine ya kuota ndoto na kula chakula kama pando. Yohana anasema kwamba Yesu alieleza akasema, walipolala alikuja adui akapanda magugu katikati ya ngano. Kwa hiyo kumbe chakula kinaweza kutumika kwa ajili ya kupanda mapando. Ukiota unakula na kulishwa chakula, unajulishwa kuwa kuna roho inapandikizwa ndani yako kwa njia ya chakula. Vyakula vimebeba roho ndani yake. Amen. Chakula pia kinaweza kubeba mauti. Unapoota ndoto unakula chakula kinabeba mauti. Kile kitabu cha Mwanzo 2:16 kinaonyesha namna ambavyo mauti iliingia kupitia chakula. Lakini pia chakula, unapoota unakula chakula, inaweza kaashiria kwamba unaunganishwa na aina fulani ya miungu. Kuna aina ya miungu huwa inakamata watu na kuwalinki watu na madhabahu za hiyo miungu kupitia chakula. Ndio maana tunatakiwa makini sana kula maeneo yafuatayo: misibani, kwenye masherehe au kwenye event kubwa, kwa sababu kuna watu wao wanaandaa hizo event na connector kubwa ya kukulinki na miungu ya kwao. Unajua inakuwa ni kwa njia ya chakula. Kwa hiyo takiwa makini. Kwa mfano kusoma kitabu cha Hesabu sura 25 ule mstari wa 2 mpaka 3. Anasema kwa kuwa waliwalika hao watu waende sadakani, sadaka walioichinjia miungu yao. Sadaka walioichinjia miungu yao, watu wakala chakula wakaisujudu hiyo miungu yao. Kwa walipokula chakula wakajikuta wamesujudia hiyo miungu. Na ni kawaida chakula unapokikula kinakulinki na Mungu. Ndio maana sisi Wakristo tuna chakula cha meza ya Bwana. Watu tunaamini kwamba kile ni chakula kitolewacho kwa ajili ya upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia chakula, kwa hiyo tunakula chakula, inaashiria unajulishwa kuwa juu ya usomaji wako neno la Mungu, na chakula kama neno la Mungu. Neno la Mungu pia ni chakula. Kwa sio kila ndoto pia chakula inaashiria mashambulizi kwamba ni shetani na miungu. Kuna zingine zinaashiria unasemeshwa juu ya neno la Mungu ambalo unalisikia kwenye masikio yako. So ni beta zaidi ukajua aina ya ndoto ambayo unaota, hiki chakula ambacho ninaota kwenye ndoto kinaashiria nini. Lakini kuna ndoto ukiota tu inaashiria kwamba hicho chakula ambacho umelishwa ni nguvu za giza zinapanda ndani yako. Kwa mfano, wale ambao wanaota ndoto akilishwa chakula, nyama, anakula chakula fulani na akiamka asubuhi unakuta tumbo lake linauma, linajaa gesi. Mara nyingi sana ile ni sign, unaambiwa kwamba kuna pando ambalo adui alipanda juu yako. Bwana Yesu asifiwe. So God bless you indeed. Mungu akubariki na Mungu akuinue. Tuonane next episode nitakapokuwa naelezea kuota ndoto ya mavazi. Kuvaa vazi na maanisha nini. Hiki ni kitabu cha ndoto nimeandika, kinapatikana soft copy na hard copy kwa shilingi 10,000.